tu kungojea tu utafanya nini, utakuwa unapata. Ngoja umiza matumbo. Pia mvumilivu hula mbivu. So usisahau relax. Mwambia relax. So kwenye awamu yetu ya pili, kama jinsi nilivyokuwa nimeuliza pale mwanzo, ni skills gani wanaume wana expect kwa wale ladies ambao wanataka kuoa. What are the skills that men expect from the ladies they want to marry? Like pale uko hivyo uko ready unataka kuoa. Today being Men's Day, so unataka nifanye nini? So mimi sasa nataka nipitie kwenye awamu hii, nataka nipitie mimi research yenye nimefanya. Mmesema ya kwenyu, yes. So mimi nataka nipitie zile results zenye niko nazo hapa. Alafu pia mtakuwa mnaongezea, ama kama kuna yenye nitakuwa nimedanganya pia mnafanya nini? Mna correct tu. The floor is open for correction. So on my list, number 1, mwanaume anahitaji ule lady mwenye ana expect skills kama hizi kwa lady mwenye anataka kuoa. Number 1 ni maturity. Hakuna mwanaume atataka kuoa lady mwenye bado ako na like childish pale hivyo, like mtu hajielewi hafanyi nini. Lazima a lady akwe na ile maturity. Mwanaume aone maturity in a woman, ndio atakuwa satisfied. This is the lady that I want to marry. Alafu number 2, emotionally stable. Lazima mwanaume aone huyu mwanadada emotionally ako stable. Si ule mtu like hako tu emotions, yani vitu kama hizo hata ni vitu zenye yeye hashughuliki, hana haja nazo, like uko pale lakini mtu haizi meet your emotional needs, like hako tu pale tu, hakuna kitu anaelewa. So hii pia ni skill yenye nini ladies tunafaa kukuwa nayo pale. Ndio wanaume wanaangalia, like uko pale unasema mimi si ni wife material nini. Hapana, kuna pia zile vitu zenye wanaume wanaangalia, like they have to see these things in you. Utakuta mwanaume amekudate pale 3-4 years, alafu anaenda anaoa mwenye amedate for 1 month. Ni zile skills alikuwa anaangalia kutoka kwako, zenye alikuwa na expect kutoka kwako, hakufanya nini, hakupata. Alafu motherliness, remember this one now is marriage. See, it's not just a relationship, and marriage is there for continuity. So akiona like wewe mambo na hii motherliness haiko ndani yako, unaweza kuwa hata pale kwa test amekupeleka pale home kwao, maybe for introduction, and then wanaachilia watoto, maybe watoto wa sister yake wa brother yake wanakuja kwako. So the way you will handle them, itaambia huyu mwanaume, itampea information, this one ako na hiyo skills ya kuwa mother. Lakini maybe wamekuja pale unawafukuza, mnanishika na uchafu, mnanipigia kelele, ondokeni hapa, nenda mkacheze na watoto wengine huko. So automatically mwanaume ataona tu hapa, this one cannot make a good mother. Hiyo nayo unakuwa umetolewa. So hii pia ni another point ambao wanaangalia. Alafu able to handle communication. Wale watu wa silent, hata mtu akiamka asubuhi hawezi akakujulia hali yako kwa aje, hata even though mmelala place moja, mmeshare bedroom, but kuna ile pia communication tu. Mtu asubuhi communicate to your partner. Imagine siku moja unaweza amka utoke pale uende na urudi, kumbe hii siku wewe hauna ile uwezo wa kuongea, sauti imebana, imefunga, lakini tumeamka na wewe pale. Mimi nimeenda, sijajua kama wewe leo haukuwa able kuongea. So mimi najua tusiua unaongea. Kuna siku ambayo unaweza amka ukose kuongea, lakini mimi sijui nikiamka asubuhi sikuongelesha. So vitu kama hizi pia wanaume wanaangalia. Communication skills zako ziko aje? Can you handle a communication? Are you able to partner? Are you able to challenge? Like huyu akisema kitu kama hii, hata mwanaume anaweza kwa kujaribu tu akwambie tu kitu yenye amejua hiyo haifai. But sasa wewe usikwe tu pale everything wewe ni kusema tu yes, haupeani challenge. Mtu anaweza kukuambia to buy gari, tuseme kwa mfano mnahitaji nyumba, mna rent, hamna shamba, ama mko na shamba hamna title deed, lakini utaikuwa tu kwa simple test, atakwambia tu like mnunue kitu yenye haihitajiki pale. Like mmeenda supermarket, mnafaa kubai unga, maybe that is the main reason why mmeenda pale.
mmeenda pale super kubai. But mkifika pale anakuambia si tununue ice cream. And then wewe uko tu pale kusema sawa, sawa, sawa. Hapana, sometimes men wanahitaji challenge from us ladies. Try and challenge him. Akisema hii naona mchallenge na hii. Akifanya hivi naona mchallenge hii. Yaani hizo challenges pia wana expect from us. Usikuwe tu mtu ule wa kusema tu yes. Yes, yaani wewe unakubali kila kitu. Mzuri na mbaya unakubali. Sometimes try to challenge them. Watajua this one can make a good wife. Alafu pia to be able to cover him. Usikuwe mtu wa kumwanika. Like wanaume wapendi ladies wanawaanika. Akuwe mzuri, akuwe ana behave vizuri, akuwe na misbehave. Hawapendi wale wanawake wa kuanika. Wewe uko na mpo wako pale, unaenda unaanika tabia zake huko nje. Unaenda unamwanika vile alikuspoil weekend, unaenda unamwanika vile ako handsome, unaenda unamwanika vile ako ugly. Hapana, wanapendanga like kama unaweza kumkava, unaweza funika, unasemanga kufunika uchi wa mwanaume, unafunika uchi wake. Si lazima eti akuwa anafanya kitu weird ndio unamcover up kumprotect. Hapana. Hata anaweza kuwa tu ana behave too well, ako responsible, ako nini. It's not your duty kwenda huko nje kwa friends wako kwanza kuambia me I have a loving husband, I have a sijui what. Kumbuka wale ni timu mafisi. The moment unaenda kuanika mume wako huko nje ama mpoa wako huko nje, watakuja watakucheza kabaya, utaanza kulia hapo nao wakikucheka. And then as a lady you have to be friendly. Are you friendly? Ama ni ule mtu wewe kila mtu ni adui, kila mtu alikukosea, kila mtu ni enemy wako, kila mtu tu anakubo. Sasa niambie huyu mwanaume si ataona sasa huyu nitaenda kumintroduce kwa watu wetu na yeye kila mtu anaudhika na kila mtu. Sasa atakuwa able to make your friendship na familia yangu. Na hapo sasa mkishaoana you are one. Your family is my family and my family is your family. So kama huwezi make a friendship na what do you expect? And then be loyal and then lastly be lovable. Yeah, mwanaume ana expect yule mwanamke ambaye anapendeka. Unaona, ukipendwa, tunasemanga ukipendwa, pendeka. Si wewe mtu anakupenda lakini wewe huwezi penda. Pia ukipendwa, be ready to love back. Be ready to give back whatever you receive from someone. Mtu akikupenda, wewe pia kuwa ready kumpenda. Mtu akikurespect, be ready to respect back. Mtu akikuvalue, be ready to value back. Si mtu anakupenda, anakuvalue, anakufanya. Like wewe tu ndio yani you are just ready to receive but very selfish. Hapana, usikuwe mtu ako self-centered, materialistic, like wewe ni enemy wa kila mtu. Friend, make friendship. So hizi ni secrets tu nimewaambia ladies because this is the expectation of men from ladies they want to marry. Naona kama pale walikuwa nasema you have to be, they expect someone who is loyal, alafu pia asikuwe mtu secretive. Ukiwa lady pale ambaye ni very secretive, he will lose someone, he will lose a husband. Alafu naona babalao nasema kwanza hiyo research imefanywa na nani? Hiyo research imefanywa na Tabi Hamisi mwenyewe. Alafu hakuna wife material achia fundi wangu. Yeah, mambo na eti unaenda pale hivyo unaenda hapa unafanyanga ni wife duties. Unakuta lady ameenda pale kwa mpoa wake wa kiume, alafu unaenda unafanya pale wife duties. That is not a skill yenye itafanya huyo mwanaume akuoe. Hapana. Hiyo wacha tusidanganyane. Usifikirie ukienda pale tunaenda unamfulia, unamuoshea vyombo, unampanguzia viatu, unamuoshea nyumba, una make sure everything is clean. That is not being a wife material. Imagine hata mwanamke mwenye ataoa, ile day ukisema umeenda pale utakuta kuna uchafu imejaa kwa hiyo nyumba, utashindwa kwani huyu mwanaume alipendea nini huyu mwanadada? Cheki nguo ziko hapa, watoto ni wachafu, nyumba imechakaa tu vile inataka, lakini this man amempenda hivyo. So tusidanganyane kwenda pale kwa nyumba ya mwanaume kumark territory, kufanya usafi, kufanya nini eti showing the characteristic of being a wife material. No. Mwanaume akitaka kuwa aangalie vitu kama hizo, ataangalia respect, angalia are you friendly, uko na bidii,
Like unaweza enda kuclean pale nyumba, yes, umeenda kuclean, you're showing how good you are, how good you can make a nini, unaweza tengeneza nyumba vizuri. But ukitoka hapo ukienda huko hivyo, unaenda kumwanika kwa friends wake vile, nilienda kwa jamaa wangu nyumba ni chafu, niliclean, si umemwanika uchafu wake. Nilienda tulienda out, si umemwanika huko hivyo nje. Umeenda pale ukakuta kuna watoto wa ndugu yake walikuja pale wakachafua nyumba, ukawafukuza, ukaclean nyumba. Kuna mistake umefanya. Kuclean nyumba si issue. Ile enmity umecreate na wale watoto, umewafukuza. Walikuwa kwa anko yao, wewe umewafukuza waende eti utengeneze nyumba. Hiyo ni mark umepoteza. So tusidanganyane eti kwenda pale kufanyia mwanaume usafi, kujimake available kila time nini. Hata sometimes hebu akuite nini, akuite date ukatae, just decline. Siku moja wewe decline tu. Ile eti akisema can you come over, wewe umekuja can we like hakuna siku kuna excuse, hakuna siku you are busy, you are just too available. That one is also going to hinder you from getting married to this man, because ataona huyu mtu kwani hananga kazi, anytime I need her she's always available. So mtu kukumisuse ni rahisi sana. You must mark your territory. Kumbe ameficha makucha yake, amevalia ngozi ya kondoo, kumbe umbwa. Like hii mambo na kumark territory is not even important. The way you act, the way you behave, you are always available. Sasa hata mimi sinaweza kuwa nimekuja tu, labda nilikuja tu kutembea, maybe nikasahau tu hapo kitu na nikaenda, ama nikaacha, but kwenda si feel kurudi. So it's not even important. Unaona, it's not important the way you behave around these men. Be able to challenge them, cover them up, make friendship, be loyal. Kuwa na hiyo maturity. Unaweza kuja una mark territory, but the man akikuangalia naona huyu ana behave childish, hakuna pale nitaenda naye. So we must be lazima tukae na nini. Okay, hizo vitabu zako naziona. Usifikirie sina Bible. I have Bible here na nataka kupitia sahi nisikie nasema ujumbe gani. Ephesians 5:21. Okay, alafu something how Ephesians 5:21-23. Okay. Acha tumsikize Pascal Keshan akisema I'm single. Alafu tutakuwa tunafanya nini? Tutakuwa tunapitia hiyo kitabu, tusikie ujumbe wako babu la. Usiondoke, usisonge mbali.